ibada ya kuvunja madhabahu ya kwenyu. Kuna mtu anaweza niletea hii meza nitumike kidogo? Niletea hii meza uone. Ninataka uelewe ni nini inakusumbua. Sio maombi inakusumbua na sio kanisa inakusumbua. Swali ni hili, have you found a priest over your life? Have you found a priest over your life? Ama kile umepata, wewe umepata kitu kinaitwa, wewe uko tu mahali mnapiga makofi na mnasema ainuliwe Mungu wa miungu, ainuliwe, amepewa sifa. Unapiga tu makofi, unacheza cheza. Na hujui unacheza nini, kwa sababu unacheza ukimaliza shida nakwambia niko hapa tu nje. Ukimaliza tutakutana. Bwana apewe sifa. Ukimaliza kucheza nakwambia umemaliza tuenda nyumbani. Wakore tuenda. Unapata shida yako na unatoka kanisani, mnaenda nayo nyumbani. Halo. Bwana apewe sifa. Kwa sababu haujafanyiwa utengano, haujatenganishwa na hiyo kitu. Haujatenganishwa na hicho kitu. Bado kinakuandama. Niletee glass 3. Tuweke hapa nikuonyeshe. Let me show you something. Bwana apewe sifa. Acha nikwambie kile kinaendelea katika ulimwengu wa roho. Ndio nikikuitia Mungu hapa saa hii, nikiita Yesu, kama vile Lazaro kalitoka ndani na kakaanza kubounce, utoke ndani ubounce na uende ukiinuliwa. Ndani hapa ubounce na uende ukibarikiwa. Bwana asifiwe. Utoke kwa hiyo kisima uliingishwa na ukazikwa. Kuna watu wamefanyiwa hata ibada kwa ulimwengu wa roho, wamezikwa. Kuliko waendelee wanarudi chini kwa maana wamemalizwa. Elewa. Sasa angalia, katika ulimwengu wa roho tuseme mtu anakuanga hivi. Mimi nakupa ufunuo ule naelewa. Unaelewa, unaona hii? Are you able to see this? In the spirit, mtu wa hivi. Kuna kitu tunaita the spirit, the body and the soul. Bwana pewe sifa. Kuna mwili, huo mwili wako, na kuna spirit, roho. Bwana pewe sifa. Na pia tuseme kuna moyo. Kuna moyo, kuna roho na kuna mwili. Inaingia hapa ndani, inakaa. I don't know kama tunaelewana. Praise the name of the living God. Inakaa, inaingia where? Because as the priest of God, nimeprophesy uendelee. Kama ni marriage, nasema in the name of Jesus receive your marriage. So inaingia hapa chap chap chap. The spirit inaingia hapa kwa the body, the spirit and the soul. Inakaa. So inapata mahali ina land, inaingia. Praise the name of the living God. Ndio maana unaona hata hapa Kisii, si eti Rais Kenyatta hawezi kuja na ndege ya kukuja Kisii, but there is no where as a land. So kama anakuja na light planes. Hizi ndege kidogo kidogo kama chopper. Hello, because there is nowhere he can land. Hiyo aircraft iwezi kuland. So even the blessing, let me use this water. Acha nitumike maji haya. Napata ufunuo hapa mgeni. Bwana asifiwe. Oh. Angalia. So when the man of God, when a prophet of God that is called of God, akisema you are going to be blessed. Let's say amesema may God bless you na upate kazi. So those words, because the Bible says maneno ya Mungu hayawezi yakafanya nini? Yakaanguka chini bure. So if I say receive blessing in Jesus name, do you see? So the blessing enters into the life ya mtu. Are you seeing what I'm saying? So baraka inaingia kwa maisha ya mtu. That is how the blessing enters. Inaingia. But kama tuseme wale wa kupanguza mtapanguza tu, sasa nitafanya nini? Mnataka nimwage wapi? Let's say in the spirit umefanyiwa ibada ya kishetani. Bwana pewe sifa. Kuna ibada umefanywa ya kishetani na wakakunyanganya, wakaiba. Tutasaidia hata kama ile kifagio kubwa. Kuna mahali mimi naweza mwaga hii maji, mtafanya kazi. Bwana asifiwe. Unafikiria hata kupata ufunuo kama hii ni 1+1? Pia nyinyi leo mfanye kazi. Bwana Yesu asifiwe.
Hallelujah. So in the spirit unapata mtu amefanywa ibada, so ile kitu yako ya kureceive spiritually imekuwa overturned, imekuwa turned upside down. My God, ile vitu mmefanywa mwezi elewa, imefanywa upside down namna hii. So if a man of God says be blessed, baraka inakuja. Kuna mali imeingia. There is nowhere the blessing of God imeingia. Why? Kwa sababu you have no place the blessing of God can land. Kwa maana wewe umefanywa ibada na mambo yote yakabadilishwa. There is nowhere the blessing of God can enter. So wakati ibada inafanywa, mtu wa Mungu anakuja, nyoboto ninakuja, ninakufanya ibada ya kiungu, the blessing of God, nina turn your soul, ninaiweka inakuwa sawa. Nina turn your spirit inakuwa sawa. Nina turn your body inakuwa sawa. Nikiachilia baraka inaingia. Nikiachilia baraka inaingia. Nikiachilia blessing inaingia. That is what we call a holy service. Ibada sio kupiga makofi. Ibada ni kuangalia ni nani hayuko sawa, tunabadilishwa. Did I come to a wrong church? Am I meeting the wrong people? Listen, whatever that is spiritual or whatever that is in the physical, the origin is from the spiritual. Munaona hizi laboratory. Mtu ukiingia kwa hospitali ya mtu unaambiwa unasema unasikia namna gani, kichwa kinanigonga, naumwa hapa, sijui nini, ninatapika yellow. Basi wanakuambia tutajaribu na malaria, wanapima malaria. When they find out is malaria, then they give the treatment. That is what church should be. Mtu akiingia as a man of God, a priest, you need to have the eyes of the spiritual. Nikimwangalia mtu nasema aka kamefanywa uchawi, ninasema aka tunakageuza kwanza. Tukiisha geuza inakuwa sawa. Ikiisha kuwa sawa, then we speak a blessing. Hauwezi nena baraka na hiyo baraka ikiingia inapita na inaenda. Kwa maana hivyo ndivyo kalipofanywa. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninanena baraka juu ya watu hawa wote kwa jina la Yesu. Na ninasema wewe ni wakubarikiwa na kuinuliwa. Wewe ni wakuinuliwa kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ni mtu unainuliwa leo hii in the name of Jesus. Chochote ambacho kimefanywa kwako, kama vile Yesu alipoenda kwa boma ya kina huyo jamaa aliyeitwa Lazaro, akamwangalia Lazaro akaona hayuko, akauliza na mmemweka sehemu gani? Mama ambaye alikuwa pale alikuwa ni sister ya Lazaro. Ili nikuambie uelewe mtazamaji unayenitazama na kunisikia, kuna mambo ambayo yalifanyika. Kuna mama aliitwa Mary Magdalene. Mary Magdalene ni mama ambaye alikuwa amemwosha Yesu hiyo miguu yake. Ni mama ambaye alikuwa pia na mateso ya kwake, alikuwa na laana ya kutooleka. Kwa maana alikuwa ameoleka na mtu mwingine na akaachwa. Wakati anaingia kwa Yesu wakasema huyu mama ni msinzi. She was a sister to Lazarus. Kulikuwa na kisirani kwa kina Lazaro. Yesu anaingia, anapata wasee wamekaa. Wakasema huyu mtu anasema anaenda kwa kanisa na hawa si washirika wake wanakaa na laana. Yesu akacheka akasema just show me the grave. Wakati Yesu alionyeshwa ile grave, akaambia watu waliokaa pale, what I want you to do, ninataka mtoe hiyo mawe. Saa ingine kulikuwa na wamama kama hawa ninawaona hapa, na saa ingine kulikuwa na wazee kama wao nimewaona. Wakaanza kusema na situlichua hiyo kanisa ya Kiogoro haikuangi sawa. Kuna vile wao wanaabudu style ya kombokombo. Ni kwa nini wanasema tuanze kutoa mawe tulioweka juu ya grave ya mtu aliyekufa? Kumbe watu hawa ni watu wa Illuminati. Ni kwa nini Yesu anasema atolewe mawe? Saa ingine huyu Yesu tunamjua mambo yake sio sawa. Yeye ni kama anataka mwili wa Lazaro. Yesu akasema aisuru ni sawa, lakini toa mawe. Wakati mawe yaliondolewa akasema Lazaro I want you out. Mtu aliyekufa akaanza kuobea. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Saa ingine umekaa na tabu miaka imeenda na imepita, hata nikisema unasema unaongea nini?
vile walivyo obey na wakayatoa mawe. I want you to obey na unisikie vizuri. Lazaro alikuwa ni mtu ambaye ameoza saa ingine, na alikuwa ni mtu ambaye ameoza saa ingine, lakini hakuna mtu ambaye alidisobey. Wengine wakaanza kuulizana wakisema, hii dini hawa watu wanaenda sio dini mzuri. Lazaro akasikia sauti ya Yesu. Nikawa ninamuuliza Roho wa Bwana, inawezekanaje mtu aliyekufa aanze kusikia sauti? Mwili iko tu bado iko sawa, the spirit bado iko sawa, lakini the soul bado iko sawa. Lakini wakileta roho ya kifo ikiingia, ni lazima inaachanishwa. Wakati Yesu alisema let him come out, Lazaro alianza kuobey. Kuna mtu ambaye amekaa ndani ya mateso, saa ingine umegonjeka, miaka imepita. Usianze kuniambia hata mimi ninaendanga kanisa. Hata Lazaro akuzikwa kama mtu mchinga. Lazima kulikuwa na wazee wa kanisa ambayo walifanya ibada ya mazishi yake. Lazima kulikuwa na habarisho kwa matanga ya Lazaro ambayo walisema alitoka kwa mchanga na atarudi kwa mchanga. Lakini Yesu alipoingia, alichange the things around. Nimekuja jioni ya leo nikakueleza mtazamaji kwamba the things will be changed around. Mambo yanakwenda kubadilika kwa jina la Yesu. Kuna story ambazo zitabadilika, kuna mambo ambayo yatabadilika, kuna historia ambayo itabadilika kama vile Yesu alibadilisha. Ninaona mtu hali yako ikibadilika, ninaona hali yako ikibadilika, ninaona hali yako ikibadilika, ninaona hali yako ikibadilika. Walikuita mama mchinga, ninaona hali inabadilika. Walisema uwezi ukaendelea, ninaona hali inabadilika. Saa ingine unafanya kazi ya kuachiliwa, ninaona hali inabadilika. Wengine wanaanza kusema, angalia huyu mzee anafanya kazi lakini hakuna nyumba amejenga, ninaona hali inabadilika. Wengine wanasema huyu mzee ni kwa nini haoni kitu anaweza fanya, ninaona hali inabadilika. Wengine walikuwa sema kama Lazaro anajuana na Yesu, basi ni kwa nini alikufa? Lakini time ambayo ilipofika, Lazaro alifufuliwa. Leo hii ndio siku ya mabadiliko. Leo ndio siku ya mabadiliko. It is a time of change in the name of Jesus. It is a time of change in Jesus' name. It is a time of change in the name of Jesus. Yesu ali-access anga ya Lazaro. Jesus ali-access anga ya Lazaro. Ali-access anga ya Lazaro na kaiangalia. Na alipoiangalia akaifanyia uchunguzi. Akajua huyu alifanyiwa ibada na watu fulani, na akaibadilisha. Oh my God. Kuna mtu aliniambia, Nyabuto, kama mtu unaweza kumwamini Mungu, wachawi hawawezi wakakufanya kitu. Ni uongo mara 100. Unaweza muamini Mungu, umtegemee Mungu na bado ukufe kabla ya masiku yako. Kile ambacho kinaweza kukutetea ni wakati wewe uko na kuhani ambaye anaweza access na ataona, na akishaona abadilishe mambo hayo na ayatoe na ukue sawa. Makosa ni kila mtu anaweza soma Biblia na translate vile anataka. Sasa hata kile kitu mnasikia makanisa sio injili, ni translation ya pastor yako. That is the truth. Kitu unasikia kwa makanisa ni translation ya pastor yako. Pastor yako akiamua tu kukwambia kitu vile anataka, anakuambia tu na unaamini. Sio injili ya Yesu watu wanahubiri. Watu wamekuja na injili yao. Mtu anataka kukwambia as long as you believe, huwezi kurogwa. Sasa hawa wanakufa. Lazaro hakuwa ameamini. Wakati Maria huyo mama alipomuona Martha, alipomuona Yesu, alimwambia namna gani? Lord, your friend. Bwana apewe sifa.
kama ungelikuwa hapa, your friend. Hata hakusema your child, hakusema mtoto wako, alisema your friend. So even Jesus had friends, but the friends of Jesus died before the time. So what are you telling me? What you need is connection. Bwana apewe sifa. What you need is connection. Are you connected? Umefanywa ibada. Bwana apewe sifa. Madhabahu ya kwenu inanena nini kukuhusu? Madhabahu ya kwenu inanena nini kukuhusu? Watu wengi wamefanywa maibada hapa. Sasa ikiland haipati mahali na land kwa sababu umetaniwa upside down. Bwana asifiwe. Haleluya. Unapata watu wengine wanabarikiwa, watu wengine wanarudi chini. Ama mtu anabarikiwa akifika somewhere, aendelee anakwama pale. Bana umesimamishwa. Huwezi enda mahali. Umeshikwa na ukasimamishwa. Inabidi wewe mtu uchunguze na ujue kile kinakukula na ukafanywa ibada. Bwana apewe sifa. Mtu unaota usiku unalala, unalala na mwanaume na unalala na mwanaume mwenzako, unafanya mapenzi naye. Ni madhabahu. Ni madhabahu imewekwa na inataka kukukamata. So lazima mtu afanyiwe ibada. Bwana apewe sifa. Haleluya. Na hata sijui huyu alijuaje. Nimeona pasha hapa amesema anyway. Bwana basha hapa. Huyu amesema hii ni dhabihu kwa ajili ya kuvunja laana. Akaandika watu wa kwao na akasema ametoa sadaka ya 4,000. Ndio hizi. Bwana asifiwe. So this is what huyu ni kama amepata ka network kidogo. Kama sijui ni nani, tutamfanyia tu ibada. Bwana apewe sifa. But what am I trying to say? You need to be connected spiritually to understand. You know what is supposed to be done. Bwana apewe sifa. You need to understand, what am I supposed to do? The problem of men is men. Shida ya mtu ni mtu. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ule Lazaro amegonjeka, mtu akatumwa, nenda mwambie Yesu mimi ninakufa. Mtu alipofika akasema I'm busy. I am busy. They did something. Yesu akasema no. Huyu amelala tu ataamuka. Alo, kumbe kifo sio kukufa. Hiyo kitu naita kifo ni kulala. If you can know the secret, we can overturn it. We can change it. Praise the Lord. We can change it. We can arrest. Unaweza shika mateka au mapepo wa kuangaisha. We can arrest them. We can arrest them. Bwana apewe sifa. Sai mtu anamuka tu kutoka kwake na anaamua vile atafanya na inakuwa hivyo. Praise the Lord. Kwani huko kumeumbwa wengine wakuteseka, wengine wakufurahia. Wewe umeumbwa, wewe bwana yako awe wa mateso na wengine yeye wakufurahia. No. What happens inategemea ni nini kinaongea kwenyu. Ni nini kinaongea kwenyu. The moment you get the revelation, you will begin to grow. You begin to grow. You begin to grow. The moment ukiisha pata tu ufunuo juu ya mambo ya kwenyu, basi umepenya. Basi umepenya. Bwana apewe sifa. Then you can be okay. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mambo mengine kama hutayatambua, utakuwa tu hapo ndani ya shimo. Utakuwa tu hapo ndani ya shimo na utaoza. Na utawekwa na utaoza. Bwana Yesu asifiwe. Na utaoza. Lakini kama tunamwabudu Mungu aliye hai, watu wote walioingia kwa ibada ya leo, ninawaitia Mungu na mtakuwa sawa kwa jina la Yesu. Mtajua leo mliingia mahali Mungu anapatikana na mambo yenu itakuwa safi. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa na watu pale around. Walipomwangalia wakaanza kucheka na Yesu. Hiyo 11:30 verses, I think that it should be John 11. I think 38 or somewhere. The Bible says and Jesus wept. Is it true? Akalia machozi ya nini?
Jesus wept because when he saw what was happening, and now the people walikuwa wanalia na wengine wanalia, ndio wamesponsor hiyo kifo. Yesu akalia akasema, I wish these people can repent for their lives. For their lives. For their lives. Yesu akasema adui wa mtu ni mtu wa nyumba yao. Na wewe uko hapo na dini yako unaanza kusema mimi hakuna mtu anaweza niroga. Mimi ninaamini Yesu. Siwezi nikarogwa. I think juzi hata mwezi ijaisha, kama imeisha labda ni 2. Nimekaa kwa ofisi, mtu mmoja akaja. Sijui alitoka mbali sana. Akaja kuniona. And then nikamwambia, sister, God is telling me by the Spirit of God there's a problem in your life. Akasema amen. Nikamwambia, do you know what is the problem? Akasema hapana. Nikamwambia, there's a problem. Wewe mambo yako ya pesa haiendi sawa, umefungwa na pesa. Akacheka. Akaniambia, no man of God, I'm okay. Mimi niko sawa. Labda mume wangu ndiye amefungwa na pesa. Nikasema, okay. Nikasema okay. Wewe unafanya kwa ofisi ya president department gani? Akasema hapana, mimi sifanyi kwa department ya president. Akasema unafanya wapi? Akasema mimi nafanya hii biashara ndogo ndogo. Nikasema mtu wa biashara ndogo ndogo, uko sawa kipesa? Ati niko sawa. Akasema uko sawa okay. Uko na gari ngapi? Mahali honestly, mimi mahali natoka, mtu tajiri lazima anakuwa na gari. Hiyo ni mahali nimetoka, huko nimezaliwa. Huko kwetu ukitaka kujua mtu wako na kitu anafaa aendeshe gari, ama kwenyu ni tofauti? Ni tofauti? Honestly, mimi mahali nimezaliwa, ukitaka kujua kama mtu wako na kitu at least aendeshe gari. So nikamuuliza, uko na gari ngapi? Akasema hapana, na I'm trusting God anifungulie mlango wa gari. Nikasema gari ni 300,000 and you are still trusting God and you said you have money. So kama hujapata 1,300 gari ya second hand, are you still having money? Huyo hako na pesa kweli? And then I said, listen. And then I began to speak to her. I spoke to her. And then God revealed to me many things about her life. So nikamwambia, look at A, look at B, look at C. Wakati ule nimemaliza nikamwambia okay, bye bye. Akapiga moja sema please pray for me. Nikamwambia no, I don't pray for people who have money. Mimi naombeanga wale wenye wana pesa wapate pesa. Akasema man of God, hii kiburi yangu sijui nitaipeleka wapi. Nikasema kumbe ilikuwa kiburi. Akasema please pray for me. Now listen. Wakati mtu amefanyiwa ibada ya uchawi, ni wakati anasaidiwa aoni kama anahitaji msaada. Yani unakuwa manipulated. Unafikiri you don't need help when you need help. Unasema hapana, sihitaji. You think you don't need help. Unafikiri no. I'm okay. Mungu akaniambia leo, Bwana apewe sifa. And then God said to me, leo kuna visirani iko kwa watu, lazima ikate hiyo waya, ikatwe. Watu wa Mungu watoke mzuri, waende. Bwana apewe sifa. Kuna watu lazima anga yao iwe cleared ndio mtoke na Muhammad muingie mahali pako sawa. Bwana apewe sifa. Maana ya kanisa sio mtu ashike mic na apige kelele. No, there must be evidence that you went to church. A church should be a place of power. Jesus, Yesu asikuje tu for decoration. No, I need a type of Jesus. Wakati nimewekwa kwa kaburi, anakuja anasema Nyabuto toka nje. Alafu nikiisha toka naambia watu malaika, fungua huyo jamaa mikono na miguu. Ninaanza kutembea, ninaingia kwa benki, ninapata pesa na ningoja. Nikiingia hapa, ninapata niko sawa. Nikiingia hapa, watoto wangu wako hivi. Hapa mke wangu wako hivi. Nikiingia humble deliverance, nikisema pona unapona. That is the type of Jesus I want.
Hallelujah. The Jesus with power. Yesu aliye na nguvu ya kuniokoa. Hiyo ndio ninahitaji. Na kanisa la Mungu ni kanisa inastahili liwe na nguvu. Wakati umezikwa kama Lazaro, unakuwa na kuhani wa kusimama na kusema hapana, huyu amefanyiwa maziara hapa. Ninasema hapana, hiyo glass unaiturn upside down. Na kama unavuruta na magonjwa, ninaingia ninasema hapana, mwachilia aende. Unaachiliwa na unaenda. Sema leo ninaenda. Sema leo